Hebu tuangalie historia ya mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani nchini Nigeria. Kwa muda mrefu Marekani imekuwa ikiisaidia Nigeria kupambana na ugaidi kupitia ushirikiano wa kiusalama, mafunzo ya kijeshi na taarifa za kijasusi. Makundi kama Boko Haram na ISIS West Africa Province yamekuwa kitisho kikubwa kwa raia wa Nigeria, hasa kaskazini mwa nchi hiyo. Kwa miaka mingi, mchango wa Marekani ulikuwa zaidi katika msaada wa kiintelijensia na vifaa, bila kushambulia moja kwa moja ndani ya Nigeria. Hata hivyo, hali ilibadilika katika kipindi cha hivi karibuni. Kwa mujibu wa taarifa za usalama, Marekani ilifanya mashambulizi ya anga dhidi ya malengo ya magaidi, ikilenga kudhoofisha makambi na miundombinu ya makundi yanayohusishwa na Islamic State. Mashambulizi haya yalifanywa kwa uratibu na idhini ya serikali ya Nigeria kama sehemu ya vita dhidi ya ugaidi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema lengo lake ni kulinda raia sababu hajapendezwa na vifo vya raia wa Nigeria, sasa Wakristo, kupunguza uwezo wa magaidi kushambulia na kuzuia ugaidi kusambaa katika Afrika ya Magharibi. Serikali ya Nigeria kwa upande wake imesisitiza kuwa operesheni hizi ni za pamoja na hazilengi raia wala dini fulani. Waziri wa mambo ya nje wa Nigeria ameeleza msimamo huo baada ya kuona serikali ya Marekani ikisisitiza kuwa lengo la mashambulizi ni kuwalinda Wakristo. Serikali ya Nigeria imeonya dhidi ya mtazamo huo, ikisema hauakisi uhalisia wa tatizo. Kwa mujibu wa wachambuzi, kauli hiyo inaonekana kama mkakati wa Rais Donald Trump wa kuwapendeza Wakristo, hasa ikizingatiwa kuwa mashambulizi hayo yalifanyika siku ya Christmas, wakati ambao baadhi wanaona kama ishara ya zawadi ya Christmas kwa Wakristo duniani. Hata hivyo, ukweli uliosisitizwa na serikali ya Nigeria ni kwamba wanaoteseka zaidi ni raia wa Nigeria, Wakristo na Waislamu kwa pamoja. Takwimu zinaonyesha kuwa waathirika wakubwa wa ugaidi nchini humo ni raia wa Kiislamu wanaoishi maeneo hayo. Kutokana na hali hiyo, Nigeria imetoa wito kwa Marekani kutogeuza operation ya kupambana na ugaidi kuwa shambulio linalochukuliwa kama linawalenga Waislamu wa Nigeria, bali kubaki katika misingi ya kulinda raia wote bila ubaguzi wa kidini. Hata hivyo, hatua hizi zimeibua mjadala kuhusu uhuru wa nchi, athari kwa raia, na kama suluhisho la kijeshi pekee linaweza kumaliza ugaidi huu. Raia wengi wa Nigeria waliohojiwa wanasema wanamshukuru Donald Trump kwa kitendo cha kuonyesha kuwa anawajali wa Nigeria, lakini wengine wamesema pia kwamba wanaogopa kwamba lazima kutakuwa na retaliation kutoka kwenye hayo makundi ya kigaidi dhidi ya raia kwa sababu ya kilichofanywa na serikali. Na hii ndiyo historia kwa ufupi ya mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani nchini Nigeria. Na hii ni Swahili Daily, kitengo cha siasa za dunia tukielezea kwa Kiswahili. Utakuwa nami Storyteller Francis. Unaweza kutufollow katika mitandao ya kijamii kama TikTok kwa jina la Swahili Daily, Instagram kwa jina la Swahili Daily na YouTube kwa jina la Swahili Daily. Tuko na pia na Facebook kwa jina hilo hilo la Swahili Daily. Tufuate ili uone content nyingi zikihusiana na masuala ya duniani na hekima za duniani na historia. Uwe na wakati mwema.